Pia usisahau kusubscribe, kulike. Niona ndizi andaliwe chapu. Hapa kashachoka. Hebu kwa tu makini. Jamani chautani huko. Umeshahitimu, ngoja nikuonyeshe kazi. Amba. Bila sasa uwe karibu. Sawa, vuke unga. Oya, unga kidogo kulie. Amba uwe karibu. Uko karibu. Okay. Oh, amba dawa ile. Naomba niongeze huko. Ndiye hapo. Kweli. Eh? Wewe nani? Wewe bunduki. Wewe mkwiti. Nimehakikisha kwamba mchango wetu tulioutoa tumemwona wenyewe live. Hizo zilitokana na huyu fundi Kibuyu aliposema kwamba tangu asubuhi tulikuwa tunahangaika naye. Kwa hiyo tunaamua kwamba kijiji ili watu wachange, tukaamua sisi na kijiji Magamba tuungane ili tuchange. Mimi mwambia sitaki kumuona tena leo. Leo tena nimemuona. Yaani mimi sitaki. Nimemuona leo tena. Simemuona pale. Na mimi nimemuona. Na tena leo kapita kaniki ya hivi. Hapo juu kapiga kile. Wewe siku yetu tumemuona alikuwa anabisha. Jamani anaonekana akikimbia wabishi wake. Tena mnene. Unajua baba ni nani? Yule kainama hivi. Nani kaluka? Alitoka sigeta muona live. Alikuwa kuna kaburi mbele, akaruka kaburi, akapita mbele akakimbia. Nimemuona live bila chenga. Ndio. Leo hiyo. Kapiga kaniki kwenye kiuno, kichwani kavaa kaniki. Live bila chenga. Live. Wale ngapi sasa? Huko ndo anamfukuza kumkamata. Tuko live. Twende kwa mbele huko. Wenzio kwa huko hapa wawili wanashinda sasa. Ndio wanaume ndio ambao kumbe yule kule. Unaona kweli? Kabisa bila chenga kabisa. Mtu kabisa ni mtu kabisa yani kavaa kigenani fulani cheusi. Ile kaniki nyeusi, kaniki. Ile kaniki nyeusi. Hizo sio pensi, kaniki nyeusi. Yaani kaniki nyeusi, hapo la maana ni huko live kabisa. Hata huko ile ni kaniki aliyofunga. Msela wote leo ndio tutajua kweli. Live kabisa mzee, live kabisa ni hivi. Halo. Ile tunampata problema za Mwenyezi Mungu. Ashaanza kuonekana vile. Sasa sikaje katokea kabisa mtaani pale katokea mtaani kabisa nyumbani kabisa mtaani kabisa. Anakuja anapitia kwa kina Pili pale kazunguka ile nyumba kina Pili pale kazunguka pale katokea hivi. Yuko hivi. Kupita kama kaburi. Zile si hadithi ya kwanza kamkimbiza jamaa nikamshikia naye akasema anajua kwamba mimi najua wote watatu. Hatuna sio watatu. Yule mwingine ndio nani? Ndio fukuzwa. Ndio hivyo na sasa mimi najua wawili. Sasa watatu wakati. Sasa angalia Kibuyu sasa yani wanakutana hivi yani hapo na hapo. Yani hapo na hapo lakini kila kimtuliza na ule mwingo hatulii. Yaani hapo na hapo. Halo kwanza wewe acha tu. Ya Mungu mengi kwa kweli sio sisi. Ya Mungu mengi kwa kweli sio sisi. Atapatikana lakini. Sijui kama itawezekana. Atapatikana. Wewe vikuno. Kilema kwa jamaa si hapo. Hata bwana hata funde.
Kwa sababu nimechoka nataka miwa. Musi ni sura. Pisheni ya mwandishi wa habari. Watu wote pale kwangu. Haya basi wewe wewe kidogo. Wanakimbia wanaenda. Jina langu naitwa Halima Samu Mbelwa. Mimi ni mwananchi wa Magamba. Kulitokea ajali nyingi hapa darajani kwetu kwenye kijiji cha Magamba. Mpaka walimu wa sekondari wakasema tuko lazima tuhame tuache shule kwa sababu ajali zinatokea darajani. Sasa hivi tuna walimu wawili wamelazwa Muhimbili kutokana na ajali hapo darajani. Yaani wanakuja vizuri, baadaye wanaona kama kuna watu, kumbe ajali zinatokea pale. Ungana na wananchi wa Magamba, wananchi wenyewe wenye hasira kali wakaamua wachangishane, waite waganga wa kienyeji ili waanze kuona. Juzi hapa kati kama siku 4-5 zilizopita ndio wakaweka siku ya leo Jumamosi, na siku hiyo wamemtoa akakimbizana naye, akasema tuweke siku maalum watu wachangishe, wanatakiwa mbuzi wanaita kondoo. Kondoo ndio watu wakachangishana, nasema toka tuone live. Mganga wao sije katudanganya, wasema kama unataka live hata watoto wasiwe siku hiyo wanapita. Na ni kweli leo watu wamejitokeza kwa wingi kwa vijiji mbalimbali wakishirikiana Kibindu, Bogorwa mpaka hadi kwa Chaga wako hapa kwetu Magamba. Na kuchukua muda mrefu kama masaa mawili kila mtu kashuhudia. Wewe nani? Wewe bunduki. Wewe mkwiti. Bwana, hapa kuna tukio toka majuzi hapa. Kuna mtaalamu alifika mitaa hii ya kwetu Magamba kuangalia hali ya hewa. Lakini akaenda pale darajani akasema hapa kuna kitu ambacho kinaleta mtatanyiko kwa watu, wanazuiliwa sana vibaya. Wengine wanapata ajali nyingi. Akamkurupusha kule yule jamaa kama binadamu, ni binadamu kabisa, akakimbia makaburini. Alipofika makaburini pale akaamua kwamba bwana, leo tusimtoe, tusubiri Jumamosi ijayo tutakuwa na uhuru wa kufanya kazi yetu vizuri. Basi tumekaa tunahesabu huko, tunachanga michango kununua makondoo. Watu wamenunua kondoo zikawa zimewekwa tayari. Basi saa 2 watu tumeshaanza kukutana pale. Tulipoanza kukutana watu wakaanza kuingia maporini pale makaburini. Lakini kipindi napita anatoka pale makaburini ya mara ya kwanza, na maana ilikuwa tunamwona yeye kama yeye anaenda hatumuoni. Wakakimbizana mpaka kijiji cha jirani kinaitwa Golani. Wakaenda kumgeuza. Sasa alipofika kule Golani kurudi hapa Magamba ndio tunaona sasa watu walikuwa wawili wanaenda wataalamu, lakini sasa wakawa wanakuja wawili watatu. Yule jamaa yuko mbele hapa anakimbia akiwa na kitembe chake hapa kwenye bega, akaingia makaburini hapo. Mara kidogo makaburi tena mpaka kulipoka, akaja hapo kuna mkwaju huo kama unapoona hapo kijijini kwetu. Wakaanza kupiga dawa zao pale, akakurupuka akaingia tena makaburini. Pale nilichokiona ni ndizi na miwa. Hivyo ndivyo vitu ambavyo nimeviona live. Waganga wanachukua wanapeleka kula, maana akaja kondoo kachinjiwa, sijui amekunywa ile damu. Jina langu naitwa Musa Ali Rengo, mwenyekiti wa waganga wa Chawa Mauta mkoa wa Tanga, wilaya Handeni, kijiji Magamba, makao makuu Dodoma. Tumelipata tukio hili, mshtuko wa ajali kupata watu darajani. Tukakusanyika waganga wote, tukajitafuta hii sababu, tukaipata kwamba kuna jini. Sasa leo limetoka kwa kazi nzuri ya vijana. Ninawashukuru sana. Badala ya hapo basi tutakaa vikao tucheki kwamba pamesafika au kuna vingine viongezwe kutafutwa. Mimi nikiwa mwenyekiti wao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nani? Wanakelele sana, mimi midomo yao ni kali, shida yao yani. Waatishe kidogo. Kuna wale walikuwa wanasema sitaweza. Unajua kama tungekuwa wote hatuna hekima tusingeweza.
lakini hekima ndio inaacha tunafanikisha. Siku zote mnaona tunahangaika hapa. Mimi nataka leo niwaambie ukweli. Kuna vitu vizito kama hivi vipo. Darajani watu kila siku walikuwa wanapata ajali pale. Tulikuwa tunasubiri afe nani? Aumie nani? Na ndio maana watu wakubwa wakaamua, na wale waliokuwa wanasema kwamba hataweza nao tu ndio bado. Na mimi nataka niwaambie hawa wachawi wao hawajitokezi moja kwa moja, ila kuna watu wanawatumia kupotosha watu. Yaani kama una akili timamu atapata watu wawili au watatu kuwatuma stendi, kuwatuma kwenye baa, kuwatuma kwenye vijiwe kwenda kupotosha watu. Kibuyu ni msanii, kumbe mimi ni msanii, wewe hayafanya usanii. Si unaujua? Fanya. Sasa wanatumalizia watu, alafu wao wametulia, bado tuache. Hata saa 6 usiku ni mchana, mimi sasa hivi nimekuwa kama mtoto wa hii kata. Nitafanya. Lakini jamani, nadhani sasa hivi huu mji wote kila mtu anajua ukweli uko wapi. Na bado na yale yaliyobaki kuwa yuko na nyoka ambaye anamlinda. Na huyo nyoka sasa hivi yuko katika hapa, inabidi mwenyewe kama kuna aliyoona atuambie ili tuangalie tunafanyaje. Ulinzi wao unakuwa ni mkubwa sana. Ukileta mchezo unaondoka. Lakini tulipata tabu kwa sababu wale jamaa walifunga, lakini na si kwa sababu tulifunga, na maana ni lazima wangetuachia kitu pale si cha kuanzia. Kwa mlivyo kiondoa kile kitu ambacho walikiacha pale, moja kwa moja mmetuchanganya. Ndio maana walimpeleka mbali sana. Unaweza usiamini, lakini huyu tumeenda kumgeuzia golani. Huwezi kwenda kawaida, lazima upotee. Lakini pia kama hamtaki tumalize, si tunatulia. Na je, nyoka aliyoingia kwa mzee naye atoke? Tutamaliza hili. Sasa niliwaambia siku ile, mnakumbuka nilichokisema? Ndio.